Matatizo moja hapo ambayo yapo katika zoezi hilo ni wizi wa kura, uchaguzi kutokuwa huru na haki, watu kujifanyia mambo kinyume na utaratibu. Kwa mfano, kwenda kurudisha fomu kwenye ofisi ya msimamizi wa uchaguzi, alafu usimkute wakati ambapo anatakiwa kuwepo kwenye ofisi ile ili apokee zile fomu. Hiyo sio kwa mujibu wa sheria. Ni yeye tabia zake tu binafsi ambazo ni utovu wa maadili ya kiuchaguzi, utovu wa maadili ya kidemokrasia. Kwa hiyo sasa sisi tutadhibiti hiyo. Kwa hiyo ndio maana kukujibu swali lako kwamba nia thabiti hiyo nia gani kilinganisha na huko. Hawa wenzetu wenyewe wamesema uchaguzi hawatashiriki na watauzuia kama mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi hayatafanyika. Sasa swali, mabadiliko ya sheria za uchaguzi yanatakiwa yafanywe na nani na yanatakiwa yafanyikie wapi? Ukiangalia uhalisia ni kwamba sheria zinatungwa bungeni na mabadiliko ya sheria zote huwa ni bungeni. Bunge ambalo limebakiza nadhani wiki kadhaa tu lifikie ukomo wake kwa mujibu wa sheria. Na hakuna namna nyingine yoyote ile utakayoweza kwa sheria zilizopo kulifanya ili bunge liendelee kuwepo mpaka mwezi wa 8. Hakuna hiyo sheria ya hivyo. Na kama itatokea hilo bunge likaendelea kuwa hai mpaka mwezi wa 8, hilo bunge litakuwa ni batili kuanzia siku ambako litajiongezea huo muda. Hata huyu rais ana ukomo wake. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri njia sahihi ni kutekeleza kile ambacho katiba na sheria zimetupa haki. Haki gani? Tushiriki. Lakini tunaendaje kushiriki uchaguzi ambao tunajua kuna vitabia fulani ambavyo sio vya kisheria vimekuwa vikitawala zoezi la uchaguzi? Sisi tujipange kwenda kudhibiti. Kwenda kudhibiti uhalifu au jinai aina yoyote ni wajibu wa kila mtu chini ya ibara 26 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba samu unapoona katiba ya nchi inavunjwa, unapoona sheria za nchi zinavunjwa, wewe kama Mtanzania bila kujali nafasi ulionayo unao wajibu wa kuzuia huo uhalifu usifanyike, sheria isivunjwe. Kwa hiyo sisi kama ACT Wazalendo tumeandaa wanachama wetu, wapenzi wetu, mashabiki wetu kwa kuwafundisha kwanza kwamba wajibu wao kwenye uchaguzi huu unaokuja ni upi, kipi wanapaswa kufanya, alafu waende wakafanye kuzuia uhalifu wa aina yote ili kuupa sifa uchaguzi wetu. Kukimbia uchaguzi, kutokushiriki uchaguzi hakutoi majibu ya changamoto zilizopo kwenye uchaguzi wetu. Sana sana natoa baraka na kibali kwa wale ambao wanatunga sheria za hovyo hovyo, wanafanya mambo ya hovyo hovyo, waendelee kuwepo madarakani. Na uwezekano wa kuzuia uchaguzi haupo, asije akakudanganya mtu Sam. Asikudanganye mtu. Kwa sababu kwanza kuzuia uchaguzi ni jinai. Kuzuia uchaguzi ni jinai. Kwa sababu uchaguzi ni unatoa haki ya mtu yoyote yule kwenye nchi yetu mwenye sifa kushiriki, kuchagua na kuchaguliwa. Kumzuia huyo mtu asiende kufanya huo wajibu wake, unafanya jinai bila kuwa na kisingizio chochote. Na ukifanya jinai, katiba yetu inasema chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza kwamba watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo ukivunja sheria kwa sababu yoyote ile unayojua wewe ambayo ni kinyume cha sheria, unakuwa umefanya kosa. Sasa sisi ACT Wazalendo hatutaki kuwa sehemu ya kufanya makosa kwa kuvunja sheria ambayo inatoa haki ya watu wengine kushiriki uchaguzi. Lakini tunajua tuna sheria inayotupa sisi haki na wajibu kuzuia uhalifu kwenye uchaguzi. Ikibidi kwenda kufia kwenye vituo vya kupigia kura,